mwisho wake wamelala, wanakwenda kukutana na Mungu. Na mara nyingi sana wachungaji wanapokwenda kushika, tunazungumza tunasema Bwana kuweke mahali pema peponi na anasifiwa. Mara nyingi sana mtu akishakufa sifa zinakuwa ni nyingi. Nataka nikwambie hizo sifa zitasaidia kama unitenda nao jue sehemu yako ni katika ziwa la moto na kiberiti. Biblia imeweka bayana, yani waoga na wasioamini na walibao na waongo wote na walokao na wachawi na waabudu sanamu na kila mtu apendaye mambo na kufanya, sehemu yao ni katika ziwa la moto na kiberiti. Nazungumza hatima ya watenda dhambi ili ujue uelewe haya, kwa sababu kuna watu ambao hawana hofu ya Mungu, hawaogopi Mungu, hawamtii Mungu, wamewadanganya hata wachungaji wao, wameingia na dhambi, akidana na maombi Mungu kwa sababu ya fedha alizonazo na ufadhili alionao. Mungu haongeki. Nataka nikwambie yeye ni mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ni mtakatifu, sema amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Waoga na wasioamini na waongo wote, yaani na wachawi na waabudu sanamu na wazinzi wote, sehemu yao nazungumza hatima, yani nini kinatokea baadaye, mshahara wake ni nini? Maana ni kwenye ziwa la moto na kiberiti. Na kusisitiza ndugu unaniangalia, unanifuatilia kwenye media hii, kwamba ujue kama ulikuwa unatenda dhambi, sasa acha dhambi zako, acha uovu wako, acha dhambi zako, mgeukie Mungu, dhamiria kumshia Mungu maisha matakatifu. Lakini tuone pia kitabu cha Ufunuo sura 20 mstari wa 15. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana, ukisoma pale nyuma anasema kisha nikaona kiti cha enzi cheupe na watu wote, watu wa kila kabila wale jamaa wamesimama mbele ya kiti cha enzi. Anasema vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa, kila mtu akahukumiwa sawasawa na matendo aliyoyatenda. Na ninazungumza, nataka nikwambie, chochote unachokizungumza na kukitenda, Mungu anakirekodi, inatunzwa. Mungu hawezi kusahau. Tunasema na kila mmoja akahukumiwa, wachungaji wakahukumiwa, washirika wakahukumiwa, na wengine wote mbalimbali, watu wa dini na kabila mbalimbali wakahukumiwa kulingana na kazi au matendo walioyatenda. Pale ndio anamaanisha, anasema na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa kwenye kitabu cha uzima, alitupwa katika ziwa la moto. Amina. Yesu asifiwe. Kuna watu wako makanisani majina yao yalishafutwa. Shatuwe sifa sana. Amen. Shatuwe sifa sana. Amen. Kuna watu wako kanisani, ana cheo au hana cheo, amekaa siku kanisani, jina lilishafutwa siku nyingi, ila kwenye daftari ama kitabu cha kanisa limo siku zote. Sasa anasema kama na iwapo mtu yeyote awaye yote hakuonekana ameandikwa, yani mtu alisha mwamini kwa Bwana Mwokozi, kanisa linazidi kwenda, akawa amemwacha Mungu kwa siri, akatenda dhambi, hakuna aliyemjua. Mungu anayajua yote, hata leo familia gizani anayajua. Wanasema na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa kwenye kitabu cha uzima, alitupwa katika ziwa la moto. Yani kama takataka, sio aliwekwa, alitupwa kama vifurushi, kama takataka unavyozitupa kwenye eneo la kuwashia takataka, kwenye eneo la kuchoma takataka, kuondoa uchafu. Ndivyo anasema wanahesabiwa kwamba walitupwa kwenye ziwa la moto kama hakuonekana ameandikwa. Hiki kinachosisitiza, hakikisha jina lako bado lipo. Ndio maana kwenye Ufunuo anazungumza sura 22 mstari kadhaa pale mbele ukisoma, anazungumza anasema kwamba mwenye kujitakasa na azidi kujitakasa, mchafu na azidi kuwa mchafu, na leo pesi na wengine wangu pamoja nami kumlipa kila mtu sawasawa na kazi yake, yani bila upendeleo. Ukisoma Mathayo 25 nazungumzia hatima ya watenda dhambi. Wewe unayefanya dhambi, jua kabisa kuna mshahara.
Sasa kwenye Ufunuo ndio hapo nimezungumza kwenye sura 22. Usome sura nzima, kuna mahali anazungumzia kwamba mwenye kujitakasa azidi kujitakasa, mwenye uchafu azidi kuwa mchafu, na aje upesi na ujira wake kumlipa kila mtu sawasawa na kazi yake. Sasa Mathayo sura 25 sura 31 mpaka 33 utaluka ukisoma mstari wa 41. Soma kwanza 31 mpaka 33, baadaye utamalizia baadaye. Inasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu, yani Yesu Kristo katika utukufu wake, ndio, na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Anasema hapo atakapokuja mwana wa Adamu na utukufu pamoja na malaika zake. Yaani atakapokuja Yesu, anakuja mara ya pili. Wao wanasema kama ndipo atakapoketi na kuhukumu. Ndipo atakapobagua kama mchungaji anapobagua kati ya kondoo na mbuzi. Yaani kama mbuzi na kondoo zilichanganyikana, yule mchungaji anapozibagua ndivyo atakavyofanya. Atabagua kondoo zitakaa mkono wa kushoto na mbuzi watakaa mkono wa kulia. Yaani kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi ndivyo itakavyokuwa. Hayanishi fanya nani kwa shiriki kiasi gani. Atabagua na kila mmoja ataanza kupewa, ataambiwa ya kuambiwa. Sasa tuone watakapoambiwa hawa hatima ya watenda dhambi. Soma mstari wa 1. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, yaani wale ambao wameshika kama mbuzi, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari ibilisi na malaika zake. Mungu tusaidie sana. Amen. Yaani kama kuna adhabu kubwa au neno ambalo litaendelea kutesa maishani mwa watenda dhambi ni kule kuambiwa na Mungu, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari ibilisi na malaika zake. Nimekuja kuambia kwa watu kwamba yaani lile ziwa la moto halikuandaliwa kwa ajili ya watu, liliandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Kama kuna mwanadamu atatupwa huko, ni kwa sababu alifanya sawasawa anayofanya shetani, wala hakwenda kumwamini Yesu wani Bwana Mwokozi. Sasa kuambiwa na Mungu, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele, yaani moto wa siku zote usiozimika, wa siku zote wa milele ambao amewekewa ibilisi na malaika zake. Hiyo ndio hatima. Nina mifano mingi leo tunazungumzia michache hiyo, kwamba hatima ya watenda dhambi ni kwenda katika, ni kutupwa kwenye ziwa la moto na kiberiti. Sasa Mungu anatoa maagizo, anatoa angalizo. Kuna kitu anazungumza Mungu kuhusiana na haya ambayo ameyazungumzia. Kuna kitu anakizungumzia, yani kuna angalizo kwa wanadamu wote wa kizazi hiki. Sikiliza. Kipindi cha nyuma, kizazi cha kwanza waliangamizwa kwa maji, kizazi kingine wakaangamizwa kwa moto. Hiki ni kizazi cha tatu. Mungu anaagiza kutokana na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17, anatoa angalizo, anatoa onyo. Kuna mahali pengine anasema kwamba angalieni mtu asiwadanganye. Tena kuna wale wanasema kesheni, lakini hapa anatoa maagizo fulani. Utasoma, anaanza kusema msipende dunia. Anatoa angalizo kwa wanaume na wanawake. Anatoa angalizo kwa watumishi wa Mungu. Anatoa angalizo kwa waamini na wasioamini. Mungu anatoa angalizo. Mungu hapendezwi na kifo cha wanaotenda dhambi. Mungu hafurahishwi na mwanadamu kufa katika dhambi. Kwa hiyo anatoa angalizo, kama anatoa angalizo kwa Kaini. Kama anafanya dhambi anamwambia Kaini, kwa nini uso wako umekunjamana? Kwa nini una ghadhabu? Hivi ukitenda mema hutapata kibali. Nataka nikwambie Kaini, dhambi ipo na inapotea. Kwa hiyo Mungu alimhubiri Kaini mapema kabla hajafanya dhambi. Na ndivyo hata leo anatoa angalisho, kabla ungali upo hai usije ukafa katika dhambi. Usome mahali pale. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake.
Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, ndio, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Anaanza kusema msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo katika dunia, yaani kiburi cha uzima, tamaa ya macho na dhambi mbalimbali, havitokani na Mungu, bali yatokana na Shetani. Bali afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Kwa hiyo Mungu anatoa angalisho kwamba msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haya ni angalisho.